Jeshi la Polisi mkoa wa Kigoma linachunguza kifo cha Joseph Gideon Filimoni, miaka 30, dereva pikipiki, mkazi wa Mlole, manispaa ya Kigoma Ujiji, kwa Kigoma, aliyefariki tarehe 17/3/2026 muda saa 11 jioni akiwa anapatiwa matibabu katika hospitali ya Rufaa Maweni, baada ya kufikishwa tarehe 15/3/2026 muda saa 5 usiku akiwa na jeraha la kujeruhiwa na kitu chenye ncha kali eneo la katikati ya bega la kushoto na kifuani. Uchunguzi utakapokamilika utabaini ukweli wa chanzo cha kifo hicho. Aidha, Jeshi la Polisi mkoa wa Kigoma linatoa wito wa yeyote mwenye taarifa au ushahidi ambao utasaidia uchunguzi kukamilika kwa wakati aufikishie polisi ili uweze kufanywa kazi kwa haraka. Aidha, Jeshi la Polisi mkoa wa Kigoma linaendelea kuwaomba wananchi kuendelea kuwa watulivu wakati uchunguzi ukiendelea ili kubaini ukweli wa tukio hilo na hatua stahiki kuchukuliwa dhidi ya wahusika. Mwisho wa taarifa yangu. Wanasema kwamba tukio hilo lilihusishwa na masuala ya mahusiano ya kimapenzi. Mke alimchoma kisu huyo mpenzi wake. Hii ikoje? Na mtaani ndio hicho anachozungumza. Na ndio maana ukiangalia taarifa yangu hii tunafanya uchunguzi. Maneno mengi yanasemwa, lakini ni hatua tulizofika tunaendelea na uchunguzi, na inasemekana alikuwa na mke wake pale, lakini amekimbia. Kwa hiyo hatujapata ile picha kamili, tunaendelea na uchunguzi. Uchunguzi wa awali unaonyeshaje ni kisu ama ni kitu gani ambacho alichoma? Alikuwa na jeraha la kisu kama nilivyokueleza, ndio. Sasa tunavyoendelea ndio tutabainisha zaidi. Bado hatujabaini kweli hasa ni mwanamke alikuwa, inasemekana alikuwa na mke pale amekimbia. Sasa na taarifa kama mnazosema hizo za mitaani wanasema nini, lakini hazijathibitika bado. Ndio. Kwa hiyo ndio maana natoa wito kwamba tusaidiane, mwenye taarifa kamili ili tukamilishe kwa haraka, lakini tutabainisha tu kwa jinsi tunavyokwenda. Mimi naitwa Gideon Filimoni Chongera, ni mkazi wa hapa Mlole, mtaa Mlole, kata Mwanga Kaskazini. Ndio baba wa mzazi wa Joseph Gideon Filimoni ambaye sasa hatunaye. Joseph tayari Mungu ameshamchukua. Majira ya saa 6 usiku nipigiwa simu na huyu mke wa marehemu mtoto wangu Joseph kwamba tayari mtoto wako nimpeleka Maweni. Yeye ndiye alimchukua na kumpeleka Maweni. Chofanya mimi nichukua bodaboda kufuata kule Maweni. Kwa kule Maweni yeye akasema kwamba huyu mtoto au mume wangu amepigwa kitu cha ncha kali na watu wasiojulikana. Kwa maelezo yule mama alikuwa mpeleka hospitali mwenyewe kumbeba. Nilipofika pale nikuta yuko emergency, yuko anahudumiwa. Kwa kumwona mtoto kwa hali yake ilivyo, sasa basi mimi acha niingie kwenye ulingo huo sasa wa kumhudumia sasa. Ona bana, yule mama akasema mimi sasa kwa kweli wewe umefika, mimi kule wacha mimi nirudi. Akasema haina shida. Basi akaanza kuuguzwa na madaktari na nini, tukiwa pamoja tu. Hatua ya mwisho sasa ikabidi wafanye uchunguzi kwamba yamkini humu sasa utakuwa na tatizo. Kabidi waseme kwamba wewe unatakiwa kwenda theater kufanya operation. Wakufanya operation baada kumchukua mtoto sasa ya kule theater. Basi baadaye mimi sikutoka, nilikaa pale Maweni pale hapa wasema SU. Baada kutoka theater unampeleka SU kumesha kule juu. Ninakaa pale. Mimi nikasema vipi mtoto anaendeleaje? Akasema usona sasa hali ni nzuri. Basi nikatulia pale. Fika kama saa 6 kama japo acha kufa mapema. Mimi nilikuwa sasa ni swala la daktari. Usiku wa saa 5 kwenda saa 6 ile jamaa akasema bana njoo
piga simu, sio Gideon. Unasema wa Gideon wa Joseph Gideon, akasema ni mimi. Kapanda huko juu. Nikapanda kule sasa kule juu message kwa zile ngazi. Sasa pale juu basi nikampigia, "Mbona nimefika hapa ambao wasema simama kule juu kwenye message kule." Akasema subiri nikuta hapo. Kama kuja yule dokta kufika pale basi mimi wana akasema pole sana kwa mtoto wako tunaye tena. Sasa basi tunaenda tukamuone na kumuona pale na nini. Sasa tunafanyaje sasa? Akasema bana mimi naona tu wewe nyumbani, baadaye tufanyaje? Utarudi. Basi nikaenda. Hakusema utarudi, alisema nenda, sisi tutashughulikia mwili. Nimefika huku nyumbani, wakati napiga simu ile wa mochwali, sasa bana njoo tusazane kupeleka mwili na udini. Nikatoka hapo kana pale, unaenda kupeleka mwili kule mochwali. Asubuhi yake kutoa taarifa polisi ili uchunguzi ufanyike. Kwa polisi walikuja hapa, nikatoa maelezo na nini. Baadaye siku ya pili yake ilifuata tena, tulikuja tena kwenye tukio hapo walifanywa na nani tukio kule Maweni, wakakaa mle kwa gua nani yale matibabu yake yaendaje na kujinama alipelekwa feta kila kitu polisi wakule wanacho. Kwa mpaka sasa na polisi ndo wanafanya uchunguzi. Lakini kwa bahati mbaya yule mke wake sasa naye kwa baada akawa ametoroka. Mbenge kutoa hata maelezo na yeye akawa hayupo. Mwana bana. Mama amekufa lakini yeye